Kwenye hili kongamano, ndio, kwa kweli mimi nimeona mambo mengi ndani ya nafsi yangu. Ndio. La kwanza kabisa, nimejisikia amani ndani yangu ambayo sijawahi kuwa nayo. Amen. Jambo la pili, siku ya kwanza ya kongamano niliona Yes, endelea. Siku ya kwanza ya kongamano, ndio, nililala usiku nikaota ndoto. Nikaona nipo nimechunga ng'ombe. Ndio. Lakini nikaona amekuja mwanaume mzee, akapita katikati ya zile ng'ombe, akakata mara mbili, akachukua nusu, akasema, nikaona amepeleka kipande kimoja na mimi nikachukua za kwangu. Nikasema bila shaka mimi na shetani tumeachana. Amen. Lakini siku ya juzi wakati watu wanasimama hapa kutoa ushuhuda, ndio, nilitaka kusimama lakini nikawa na kigugumizi. Usiku huo nililala nikasikia nimekufa miguu hii vipande vya chini. Nikasikia miguu miwili imefungwa. Sasa nikaa naogopa sana kwenye ndoto, nikasema hivi nimeugua matende. Sasa nikaa nasikia miguu kabisa imefungamana, siwezi hata kujitingisha. Ndio. Sasa nilivyozinduka kwenye usingizi, nikasikia miguu yote miwili imefunguka. Haleluya. Nikamshukuru Mungu. Hayo ndiyo maajabu ambayo Mungu amenitendea, na Mungu awabariki. Pigia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Claire. Namshukuru Mungu ambaye amekuwa nami katika kongamano hili. Siku ya pili ya kongamano nilikuwa naumia tumbo sana. Kwa nahisi kama mishale fulani nanipiga kwenye tumbo. Mtumishi wa Bwana akapita ndo akaniambia toa. Nikapokea uponyaji wangu. Namshukuru Mungu aliyefanya. Amen. Jambo lingine ambalo namshukuru Mungu, saa nyingine katika maisha yako unaweza ukachukua maamuzi ukajilaumu, lakini nakuhakikishia kabla hujakataa jambo lolote katika maisha yako, Mungu anakuwa alishalikataa. Namshukuru Mungu wangu ambaye anapenda kuongea na nafsi yangu mara kwa mara. Na nilimwambia Mungu katika kongamano hili na katika maombi haya, nataka unidhibitishie kama nilikurupuka au nilichukua maamuzi sahihi. Namshukuru Mungu kwa sababu nilichukua maamuzi sahihi, na Mungu alinidhibitishia. Na watumishi wa Mungu wakasema, mlisikia naambiwa nimeondolewa kwenye kiti kichafu, na kilikuwa kichafu kweli. Kilikuwa kibovu kweli. Kilikuwa kina masimango mengi. Lakini namshukuru Mungu aliye hai. Amen. Namshukuru Mungu mwaminifu ambaye haangalii kama wanadamu. Ndio. Saa nyingine wanadamu wakanisa wakahukumu kwa emotion zao, kwa mahitaji yao, kwa muonekano wako, lakini Mungu ajuaye siri namrudishia sifa na utukufu. Namshukuru Mungu, nina amani moyoni mwangu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya Bishop. Bishop, wewe ni baraka yangu. Nisamehe, wana emotion sana. Yawezekana mimi sio mshirika wako wa kila siku, lakini mimi ni kondoo wako. Amen. Kwa wakati ulio sahihi. Bishop, nampenda Mungu sana. Amen. Sio kwamba mimi ni mkamilifu, ila Mungu ana mimi anasema na mimi. Kwa muda ulio sahihi nitakuwa kamili. Amen. Cha msingi uamini neno lake, muamini aliyekuita, uniombee tu. Amen. Mungu abariki. Ubarikiwe sana. Pigie makofi. Makofi kwa Yesu. Makofi tena kwa Yesu. Karibu Mr. Robert. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Dada yenu naitwa Robert Mesha Kirwenkombe. Nimesimama hapa kwa ajili ya kumshuhudia Mungu kwa makubwa na mema anayozidi kututendea sisi. Ndio. Mimi binafsi najivunia kuwa katika madhabahu haya. Kwa yote ambayo nilikuja nimebebana nayo, kwa jinsi yalivyoshuka. Kama unavyosikia presha imepanda au sukari imepanda na jinsi inavyoshuka. Kwa nimekuja hapa, presha imepanda, sukari imepanda, lakini yote yakashuka kwa jina la Yesu. Amen, amen. Sasa ni katika kongamano hili na mimi nimelifaidi nini? Sikujaliwa kuwepo mara zote, lakini katika familia yetu tulikuwa na mgonjwa anaumwa sana. Amelazwa pale Zego Murshaka kwa ajili ya presha iliyokuwa imepanda zaidi ya kiwango, lakini pia moyo nao umepanuka zaidi ya kiwango. Kwa kweli alitamkiwa mambo makubwa na mabaya ambayo hayakutupa imani kwamba anaweza akapona. Na siku 3 pale amelazwa, tukapata msiba. Dada yake akafiwa na mtoto na mjukuu. Sasa mdogo wangu na kakaangu wakaenda katika mazishi kule kwenye msiba, na mimi nataka kwenda nao, mimi kashindikana nisikwenda, lakini wakaniachia majukumu ya kumwangalia mgonjwa na kumuuguza. Nimshukuru Mama Goodluck, nilimleta asubuhi kwa ajili ya kumuuguza huyo mgonjwa, na mimi nikaondoka, tukawa tunawasiliana. Kana mwambia kwa nini usimshawishi tukampeleka kanisani, kuna kongamano. Akaendelea kumshawishi, mwisho huyo mgonjwa akakubali, lakini akabaki kumwogopa mume wake. Akanipigia hivi, nikienda kanisani sintaraumiwa akirudi? Nikasema nitalisimamia, naomba uende. Tukachukua gari, namshukuru Fredi kijana wetu, asante. Nikampigia nenda pale hospitali wabebe wapeleke kanisani. Baba Bishop mgonjwa alifika hapa, na kushukuru sana na watumishi wengine wa Mungu kwa jinsi mlivyomuombea. Alivyorudi pale asubuhi akaja kupimwa, pressure ikabalance. Haleluya. Hebu shangilia Yesu zaidi wewe. Sema amina kubwa. Haleluya. Amen. Lakini pia sukari nayo ikabalance. Haleluya. Haleluya. Moja kwa moja daktari akamruhusu kuondoka. Ndio. Baba Bishop ulikuwa umetuambia tumrudishe. Ndio. Lakini ni familia ya watu wengine. Mume wake alivyokuja na watoto wake walikuwa wamefunga, wote wako pale. Akakataa, akasema ngoja nimpeleke nyumbani. Asubuhi yake nikaendako kuangalia anaendeleaje, na kweli tulishinda pale. Ndiye alipika, ndiye aliandaa, ndiye alitupokea huyo mgonjwa aliyetoka hapa. Mungu mpigie makofi. Akanaahidi kurudi, lakini na leo asubuhi tumewasiliana, watakuwa njiani wanakuja kwa ajili ya kuombewa tena, lakini maombi ya siku ile yamechukua hatua kubwa. Namshukuru sana Mungu. Amen. Makofi na vigeregere kwa Yesu. Ubarikiwe sana Mr. Robert.